hapa ni dadangu hapa katika Kristo Yesu. Ingawaje yeye anageuza, anaweza kaniita mama, lakini mimi heshima yangu haiwezi kushuka kwa mzee, kwa sababu yeye yuko juu kuliko mimi. Umri wake, utangulizi wake, vyote viko juu kuliko mimi. Lakini yote katika yote, bibi, nimemisi Sifa hapa, lazima angekuwepo. Nimemkumbuka Sifa, lazima angekuwepo na asingekosa. Kuna mtu mtoa comment moja akasema kwamba safi sana, ameondoka mtu aliyekuwa karibu na mke wa mbarikiwa, atabaki mtupu. Watu wa Mungu, ogopa mtu aliye na Mungu, kwa abaki mtupu. Yaani kwa peti atabaki mpweke sana, ameshaondoka mtu aliyekuwa anajifanya yuko kimbele mbele, karibu sana na mke wa mbarikiwa. Sasa hivi tutamuona. Nyie watu mtaniona mkiwa na Mungu, hamtaniona nikiwa nimekufa kama sitakuwepo. Leo hii yupo dadangu huyu. Wewe utasema ni mbona bibi na kudhalilisha? Labda sio na kudhalilisha. Hamna. Hebu ongea lolote kama unalo. Mimi na kuongea. Nasema wanaosema maneno hayo hawajioni, naona ndani mko mtupu. Lakini Mungu wa kweli, huwezi ukasema mtu amebaki mtupu. Atabakije mtupu mtu wa Mungu? Ana watu wengi. Bibi amuogopi nyie sasa? Tuogope nini? Tuogope nini? Si tungekuwa tumeondoka muda mrefu tungekuwa tunaogopa. Bibi umwombe Mungu akuongezee miaka? Haka. Bibi umwombe Mungu akuongezee miaka. Haka hawezi kuniongezea zaidi hapa. Ila hapa kinichukua sawa. Una miaka mingapi? 70 ngapi? 70 ngapi? Sasa aniongezee tena ya nini? Mimi natamani Mungu akuongezee miaka. Mimi hapa. Wewe kataa, ila mimi. Sasa unajua kuongezea miaka unarudi kwenye utoto. Uanze kukuvuta mikono. Hapana. Ukiangalia angekuwepo Sifa hapa. Yaani Sifa na miss kwa mambo mengi sana. Na uliyenikomesha kwa comment kabisa, umenikomesha kwamba angekuwepo Sifa pembeni. Lakini jua katika Mungu kuna watu wengi. Katika Mungu kuna matawi mengi. Na hata nikibaki peke yangu, haya maandiko hayawezi kuniacha peke yangu. Ukisoma Waebrania, Yakobo sura ya 2 mstari wa 1, Biblia inasema, ndugu zangu, imani ya Bwana Yesu Kristo Bwana wa utukufu msiwe nayo kwa kupendelea watu, maana akiingia katika sinagogi lenu mtu mwenye pete ya dhahabu na mavazi mazuri, kisha akiingia na maskini mwenye mavazi mabovu, nanyi mkimstai yule aliyevaa mavazi mazuri na kumwambia, keti wewe hapa mahali pazuri, na kumwambia yule maskini, simama wewe pale, au keti miguuni pangu, je, hamkufanya hitilafu mioyoni mwenu mkawa waamuzi wenye mawazo mabovu? Ukiangalia maisha ambayo tuliwapokea kina bibi hawa, yalikuwa ni maisha ambayo sio ya kukaa nao karibu. Yaani sio ya kukaa nao karibu hata kidogo. Kwa sababu tuliamua tu wakaribie. Mungu hachagui wala habagui. Kwa hiyo pamoja na kuja kwamba alikuja ni mtu ambaye mgonjwa, amezeeka sana. Leo hii Mungu kamrudishia uhai. Huwezi amini, kamrudishia ngozi. Miaka 70 na ngapi, watu wa Mungu mkono uko ndunduru, yani umejaa huko hivi yani. Bibi mimi siamini ukiniambia miaka 70. Hamna ngozi yoyote iliyosinyaa. Zaidi ya yote unakuta vijana ndo tunasinyaa kuliko mzee. Huyu bibi ana maajabu mengi ambayo Mungu kamtendea. Kama hatuleti shuhuda kwenu, basi tunaamua tu kuzibalansi ili tulete chache, lakini kama maneno ya kuongea petroli ningepona wakati wanapona. Wewe mtu umebeba petroli lita 5. Unamwaga mwenyewe kwenye, ulijua mafuta ya kupikia. Unamwaga mwenyewe penye moto. Ningepona kweli pale? Usingepona bibi. Lita 5. Bibi, kuna simulizi nyingine ya nyoka. Nyoka imezidi ya petroli. Petroli na nyoka namchokoza kule polini. Nyoka nasikia kuna nyoka alifia ndani kwako, sijajua. Kuna nyoka naye tunaamka asubuhi, mtoto anakuta mama, njoo uangalia hapa nyoka amepigwa hapa. Tena alikuwa nyoka huyu koboko, ila alikuwa sio mkubwa sana, alikuwa kati wa mwaka mmoja. Amepigwa hapo
na damu zimemwagika kama mtu kamkata na kanga. Hatuelewi aliingilia wapi na alipigwa na nani. Madirisha ya bibi yanakuwa na vitobo, labda ni madirisha au milango. Asingeweza wapi? Hamna, milango umebana, milango imebana, juu kuna nani, kuna singibo. Kwa haieleweki aliingilia wapi? Asielewi, na aliyempiga sijui. Watu wa Mungu, nachoongelea ni nini? Sijui. Nachoongelea sijui. Tena alipigwa vizuri tu hapa kama amepatwa na kitu. Na damu imemwagika chini pale kama mtu amechinja kitu. Kwanza kupiga deki damu. Uwezo wa Mungu wa kuokoa. Mpaka nikamwambia balozi ndio uone matukio hapa. Haya, unaona wamelala, wanaamka, wanafungua milango. Sio kwamba ameshafungua milango, kabla hajafungua milango wanakuta nyoka yuko hivyo mpaka wanamuita balozi. Kuna mtu mwingine akatuma comment yake akasema, jamani, Mbarikiwa ameshindwa kumfufua Sifa, akome. Sijui jamani. Maneno mnayoongea, mimi nipo kwa ajili ya kukuambia kuhusu ubaya unaoufanya. Sitaacha kukuambia ubaya kwa sababu ya Isaya 58 mstari wa 1. Piga kelele wala usiache. Paza sauti yako kama tarumbeta. Waambie watu wangu makosa yao, sio wasifu. Kukutabiria mema wakati unafanya mabaya si vema. Nimekuletea Biblia inayotaka tuwe na usawa. Uwezi ukanivuta mimi niwe malaya, uwezi ukanivuta mimi niwe mwizi, uwezi ukanivuta mimi niwe mtukanaji, uwezi ukanivuta mimi niwe msengenyaji. Mimi nitakuvuta wewe uje kwenye matendo mema, upendo, uvumilivu, sijui yaani vitu vingi sana ambavyo Biblia inataka. Lakini tunatamani kuwa na usawa ambao tulikuwa nao hata tunapoishi na Sifa. Sifa tulikuwa na usawa naye kiwango ambacho akiniita bibi yeye amezoea kuniita bibi. Huyu alikuwa anamuita dada. Alikuwa anamuita dada, mimi alikuwa ananiita bibi. Atamsimamia hata kwenye harusi yake. Wakati nafunga ndoa na Yesu atamsimamia kwenye harusi yake. Kwa hiyo mwenzetu Kawai kafunga harusi yake na Yesu mwenyewe, kaamua Mungu afunge naye mwenyewe ama Yesu afunge naye mwenyewe. Ila sisi tuliobaki duniani tunafanya nini kitakachotufanya dunia itujue hawa walikuwa ni watu wa Mungu? Walikuja watu wa aina mbalimbali kututembelea tulipofika na kusema huyu kweli alikuwa shujaa wa Mungu. Ni binti mwenye maamuzi ya ajabu magumu, kwamba nianze kujitangaza mimi towashi, binti towashi tu. Ni maamuzi magumu sana. Hapa anasoma na Biblia, maandiko anasoma na maandiko ya utoashi alikuwa anasoma. Na ulikuwa unamsikiliza vizuri tu. Nisimsikilize tena mimi. Mchungaji wake. Kwa hiyo watu wa Mungu, mimi niseme kwamba maisha yoyote utakayoyafurahia ni yale ambayo utatenda mema kila wakati. Maisha utakayoyachukia, nilikuwa pale jamaa linaitwa Kapepo. Niko nyuma ya kamera hapo. Yaani mpaka natamani nilikuwa jamaa linaitwa Kapepo. Huyu jina lake mtaani alifahamika kama Kapepo. Sogea tu hapa babangu Amoni. Yaani alikuwa anafahamika kwa jina la Kapepo kwa sababu ya ubaya aliyokuwa anaufanya mwingi mtaani. Biblia hii ambayo inasema ndugu zangu msibague watu, tulimpokea yungali maskini, hana kitu. Amekuja na koti la brown, nilikuwa na brown na koti na jinsi kubwa kiunoni, umefunga katani kamba kiunoni. Kwa tulipokea na tulimthamini na kumkabidhi vitu vya thamani sana, kwamba baba wewe kaa hapa, endeshaga hapa ili yani jamani, mpaka jogoo ananisaidia kutoa ushuhuda. Nisaidie wewe mwenyewe, yani kama jogoo anaingilia kati. Hapana. Kiukweli tu kabisa kwa nilivyokuwa. Acha siongelee mwingine, kwa mazingira niliyokuwa nayo. Nilikuwa sina sifa ya kuwa jirani na hii familia. Ambayo sasa nimekuwa sehemu ya familia. Kiukweli tu kabisa kwa sababu mpaka mtu naitwa Kapepo. Hilo jina nilipewa kulingana na tabia zilizokuwa zimeshindikana. Kwa sababu nilikuwa na tabia nyingi za hovyo, ziligeuza hilo jina na kuitwa Kapepo mazingira niliyokuwa naishi. Na pia alikuwa linafiti kwa sababu nilikuwa hakuna tabia chafu ambayo unaifahamu wewe ambayo nilikuwa sijaifanya. Kulikuwa hakuna. Ukiniangalia kwenye umalaya, wanawake wenyewe nilikuwa natembea nao wa hovyo. Wakubwa leo nizidi umri ambao mimi ni kama mtoto. Ukiangalia uvutaji wa bangi, ukiangalia pombe na kunywa mpaka najinyea. Kwa hiyo nilikuwa mtu wa maisha ya hovyo kabisa, ambayo hata kuwa jirani na hii familia na mchungaji au na mama mchungaji mamangu hapa aliyenilea
kwa kweli walinithamini kwa kiwango cha ajabu mno, kwa sababu nilikuja sina kitu. Kwanza nilikuwa nanuka, lakini waliweza kunifadhili chakula, kunituliza akili, mpaka familia ikaniita baba, mpaka nikaitwa baba, wakati watoto walikuwa wana sifa hata za kuniita baba. Kwa hiyo kwa ujumla wake walikuwa wanakuokotea vipisi vya sigara, walikuwa wananiokotea vipisi vya sigara watoto wangu wa kunizaa. Kwa hiyo yako mambo mengi ambayo wamenisaidia. Kwa hiyo tunapoongelea Mungu juu ya hawa ndugu, juu ya mchungaji au mama mchungaji, basi tunaongelea Mungu ambaye amebadili maisha yetu kabisa, ambaye mimi leo nilikuwa sina sifa za kuwa hivi kabisa kabisa, hata kidogo. Kwa hiyo hatuwezi, lakini ukiangalia kabisa ni mdogo sana, lakini mambo ya kikubwa. Ndio maana tunamuita mama, kwa sababu ana mambo ya kikubwa ya umama. Hapana bibi, hapo watasema mimi sitaki mnisifu. Mimi sikusifu ili nipende, hapana, nasema yale ninayoyaona. Utukufu tumrudishie Mungu aliye mbinguni. Lakini mama mchungaji, siwezi kukusifu ili nipende, hapana. Mimi nakusifu yale ninayoyaona, sio naambiwa, ninayaona mimi mwenyewe. Basi na mimi napokea ila utukufu namrudishia Mungu. Ila nawaambia kwamba jamani, watu wa Mungu, tunapoishi duniani usimbague mtu, kwa sababu hujui kesho atakuwa nani kwako. Usimdharau mtu kabla hajafa, hujui kesho atakuwa nani kwako. Bibi tulimpokea akiwa mgonjwa, alikuwa hawezi kufanya shughuli nyingi. Ndio maana naona nisishone nguo hela ile nitembelee nao. Anatoka mbali kilomita 70 kila Jumamosi anakuja ibadani. Zaidi ya miaka mingapi? Wa 9 au mwaka wa 9. Mbibi kama huyu, sio kwamba tunampa hela, bibi chukua hela nenda safiria hela. Hapana, unamwacha hivyo hivyo. Kama atampenda Mungu wake ampende. Unakuta huyu ni shujaa. Jamaa linagombana na masufuria yale makubwa ya mikutano. Yeye ndo anapambana nayo kupika chakula, kutuhudumia sisi, mpaka wali huu tunaokula anapika. Utafikiri kijana, huwezi amini. Zaidi ya kijana, sio mabinti wa kidigitali saizi hawa wanaokaangiza wali tu unakuwa mbichi, lakini yeye anapika chakula mpaka kujishika mkononi. Ni vita kali. Mimi niseme kwamba usimdharau mtu kabla hajafa, hujui kesho atakuwa ni nani. Amen.